wanatungojea, mbinguni wanatungojea, kazana. Mbinguni wanatungojea, mbinguni wanatungojea, mbinguni wanatungojea sana. Tutaimba na malaika, tutaimba na malaika, tutaimba na malaika mbinguni. Tutaimba malaika, tutaimba na malaika, tutaimba na malaika mbinguni. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa sababu unatupenda. Asante kwa sababu ulituchagua, ukatuita, tukaitika, tukaja hapa. Hata jioni ya leo tupo kwa ajili ya kusikia neno lako. Tusaidie tusikie maelekezo, maagizo unapotuandaa kwa ajili ya ufalme wako nao kuja hivi karibuni. Tubariki, ndilo ombi katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Jioni ya leo somo linasema shauku ya Mungu ya kuwepo pamoja na wanadamu. Shauku ya Mungu ya kuwa katikati au kuwa pamoja, kuishi pamoja na wanadamu. Nani anajua Kinyakyusa vizuri hapa? Mwarukasa. Ni Mwarukasa. Hebu Mwarukasa, sasa wewe unahubiri huko. Tafsiri hii kwamba shauku ya Mungu kukaa pamoja na wanadamu. Shauku ya Mungu au tamanio la Mungu kukaa pamoja na wanadamu, kuwa katikati ya wanadamu. Kwa Kinyakyusa ndio. Ikinyonyo ikiakiara, Ikinyonyo ikiakiala, ukutugala pamopene na abandu bake. ukutugala pamopene na bandu bake. Ndi. Naga fijo baba. Nitakiwa niandike hiyo nani ili inisaidie. Ikinyonyo. Shauku ya Mungu. Baada ya dhambi kuingia, kabla ya dhambi kuingia, Mungu alikuwa anawatembelea wazazi wetu wa kwanza Adam na Hawa katika bustani ya Edeni. Kila jioni Biblia inasema alikuwa akiwatembelea, kwenda kuwaona na kukaa nao, kuongea nao. Kitabu cha Mwanzo ile sura ya 3 mstari wa 8. Fungua kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 mstari wa 8. Biblia inasema kisha, au ni Adam na Hawa, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adam na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Sasa utajiuliza, hivi kweli walikuwa wako serious na wanachokifanya? Wanajificha kwa nani? Wanajificha kwa nani? Eti ili asiwaone. Hata akili yako ya kawaida, hivi kweli walikuwa wanatambua wanachokifanya? Haya, mstari wa 9 anasema Bwana Mungu akamwita Adamu, akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Hayo ndio majibu ambayo mwanadamu anamjibu Mungu, kwamba niliogopa nikaamua nijifiche kwa sababu niliona niko uchi. Agano Jipya linaeleza Mungu alivyotoa maelekezo na namna ambavyo anatamani wanadamu wakae pamoja nao. Pamoja na kwamba Agano Jipya linasema, lakini pia Agano la Kale. Tunaanza na Agano la Kale. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 25. Mungu anamwambia Musa nini afanye ili Mungu awe pamoja nao. Kumbuka tayari ameshawatoa katika nchi ya Misri, wameshakuja Kanani,
wameshapokea amri 10 na maagizo ya Mungu, lakini bado Mungu anaona haitoshi, anatamani akae pamoja na wanadamu. Kitabu cha Kutoka sura ya 25 mstari ule wa 8. Kutoka sura ya 25 mstari ule wa 8, Biblia inasema, Mungu anamwagiza Musa akisema hivi, nao na wanifanyie patakatifu. Lengo ni nini? Lengo ni nini unayesoma hapo? Ili nipate kukaa kati yao. Mstari wa 18. Mambo ya Nyakati ya Pili sura ile ya 6 mstari wa 8. Biblia inasema hivi, lakini Mungu je, yamkini atakaa na watu duniani? Tazama, mbingu na mbingu za mbingu hazikutoshi, seuze nyumba hii niliyoijenga. Ezekiel sura ya 48 mstari wa 35. Ezekiel sura ya 48 mstari wa 35. Neno la Mungu nasema, kuuzunguka ni mianzi 18,000, na jina la mji huo tangu siku hiyo litakuwa hili, Bwana yupo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana yuko hapa. Anaendelea katika kitabu cha Zekaria ile sura ya 2 mstari wa 10. Lengo ni kutaka kuonyesha mafungu mbalimbali ambayo ni shauku ya Mungu kukaa kati ya wanadamu au pamoja na wanadamu. Zekaria sura ya 2 mstari ule wa 10. Neno la Mungu nasema, imba ufurahi, e binti Sayuni, maana tazama ninakuja, nami nitakaa kati yako, asema Bwana. Paulo pia anakumbushia ile ahadi ya Mungu aliyoisema, na akaandika katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 16. Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 16, anaandika akisema hivi, tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Mungu anasema anatumiliki, atakaa kati yetu ili sisi pia tuwe watu wa Mungu. Swali ni hili, je, utakubali kuwa mtu wa Mungu? Utakubali, utaruhusu Mungu akae katikati yako? Kuna majukumu ya kufanya ili Mungu akae katikati yako. Yesu alipokuja duniani alikaa na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kama udhihirisho wa ahadi ya Mungu aliyosema Agano la Kale kabla Yesu hajazaliwa. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ile ya 1 mstari wa 14 inaeleza utimilizo wa shauku ya Mungu kukaa kati ya wanadamu kupitia mwanawe mpendwa Yesu Kristo. Anasema hivi, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli.